Chozi ni ishara ya maumivu ambayo mdomo hauwezi sema. Hauwezi sema mama. Na mapenzi yameumbwa, ila pesa zinatafutwa jua. Mvua ya kujua nazisaka nije kura mama. Na huku wazazi wako hawataki baby uwe nami, sababu maokotokoto pesa mama. Wanachotaka niwe na dondo nikupate wewe. Namba fungua nitoke. Magari ya kifahari mama. Nikwambia kitu moja. Leo hakuna mahali. Sawa baba. Peleka begi ndani, uje tukae hapa tuongee. Baby. Look at you. Hivi unajua upendezi kukasirika. Alafu mimi sipendi kukuona umenuna. Okay, guess what mke wangu? I promise nitawahi kurudi. Kweli. Hakuna mahali popote utaenda Joji. Peleka hilo begi lako ndani, uje tukae hapa tuongee mambo yaishi. Sawa? Funguo nimezitupa zile kule. Zile kule. Mambo ya masiara. Kwa nini unafanya hivyo? Yaani sababu ya kutupa funguo ni nini nje? Mbona unapenda ugomvi, unapenda kelele asubuhi yote hii? Okay fine, kama ulikuwa hutaki niende kazini, kama ulikuwa hutaki nitoke, kulikuwa kuna haja ya kutupa funguo nje? Ulifikiria hata kidogo? Kulikuwa hamna ulazima kutupa funguo nje. Je, umewaza kwamba labda hata nyumba ikawaka moto huku ndani tunatokaje? Si ilikuwa ni issue ya kuongea. Sasa ufunguo unahusika vipi hapa? But then mimi ni mwanaume huku ndani. Na hii nyumba sio gereza. Sasa sijui kwa nini unanifungia kama mtoto mdogo. Kwamba wewe ni mwanaume gani ambaye haujali hisia za mwanamke wako? Hakuna muda hata wa kutosha kukaa nyumbani na familia yako. Haujui kama mwanamke wako ni mjamzito, anatakiwa apate muda wa kutosha kukaa na mwanaume wake. Wewe muda wote ukitoka ni mida kama hii, asubuhi mapema umetoka, kurudi usiku saa 9, simu za wanawake. Nikwambie kitu wewe, George. Hakuna mahali leo utaenda, no matter what. Hebu acha drama zako asubuhi. Umenielewa? Sitaji kuzungumza kitu chochote na wewe. Umenielewa? Nahitaji mimi nitoke. Toka. Hivi unajua unapenda kuniuzi? Kunikasirisha kila saa ni. Kunikerakera. Ipo siku nitashindwa kuvumilia upuuzi wako. Ukishindwa kuvumilia utafanyaje? Utanipiga? Ukishindwa utafanyaje? Mimi mwenyewe nimeshindwa kuvumilia upuuzi wako, ndio maana nimefunga mlango. Sawa? Hivi unajua Lima nitakupiga. Ipo siku nitakupiga, maana naona umenizoea. Unanipandisha hasira kila ninapojaribu kujishusha. Nimechoka kujishusha. Umeelewa? Mimi sio mjinga. Mimi ni mwanaume. I'm a man of this house. I'm making the principle, I'm making the rules. Then you have to obey. Mimi pekee ndo naweza kuvunja hizo rules. Okay. I'm a man. Kwamba nipige. Nipige kama unaweza, nipige. Unaniogopesha kunipiga. Unajua ngumi yako haiumi. Kwanza maisha yanayopitia huko ndani yanaumiza kuliko hata ngumi yako. Yanaumiza kitu gani? Kuna siku umekalia senyenge. Ni bora ningekalia moto kuliko maumivu nao yapata huko ndani. Sawa? Hakuna mahali utaenda. Sasa kwa kifupi, siwezi kuacha hii kazi. Na nipige. Unaniogopesha kunipiga mimi. Nakwambia wewe si chizi. Endelea na huo pumbavu wako. Odi. George.
Vipi bro? Fresh, inakuaje mpo? Sorry, bora hata umefika ndugu yangu. Naomba uchukue hizo funguo hapo ndugu yangu, funguo mlango. Sasa mmejifungia afu mkatupa funguo nje au? Wewe ingia. Tutazungumza mambo ya wanawake. Sasa funguo zenu zilivyo nyingi sasa. Jamani. Nipo mbali sana nasikia makelele yenu. Kuna changamoto gani? Shem. Nikwambie kitu na. Ongea na huyu ambaye ni ndugu yako. Naomba uongee na rafiki yako huyu. Sijui ni rafiki yako, ni ndugu yako au ni nani wako. Naomba uongee naye. Sawa? Mimi nimechoka kukaa kwenye hii nyumba ambayo haina amani, nyumba ambayo haina furaha. Mwanaume muda wote yeye na simu na wanawake. Anaenda kazini saa hizi asubuhi anarudi usiku saa 9. Naomba uongee naye. Hivyo unaongea hivyo kama nani? Naongea kama nani? Nakuuliza unamwambia hivyo nani? Unaongea ovyo hivyo. Unamwambia nani? Ramo, naomba nisikilize. Naomba nisikilize. Huyu haelewi. Bro, hii ndo kazi yangu. Hii ndo kazi inayonipa heshima. Umenielewa Kumbe inakupa heshima, si ndio? Maana sasa heshima ni bora kuliko ndoa. Sasa unajua mnapofikia huko. Ram, ongea na ndugu yako. Kuna kitu nitakufanya. Alima. Unamsikia? Yaani huko sasa mnapotaka kufika ni mbali ndugu zangu. Ni kweli George, unachokizungumza huko sahihi kabisa. Lakini sasa mkizungumza wote mkiwa katika tempa ya namna hiyo, kamwe hatuwezi kuelewana. Hapa kwanza mrelax. Mimi nafikiri George, maelewano yenu yangekuwepo ni msingi zaidi. Kwa sababu gani? Wakati mwingine mnapogombana tu mnafaidisha watu. Kiukweli nyinyi hamsikii tu, lakini huko nje watu wanafaidi. Nachosha. Sasa ipo namna hii. Ndoa siku zote huwa ina changamoto sana. Ndoa ni ngumu. Hii imezidi. Alafu kuna wakati nyinyi kama wanandoa mnatakiwa mkae mtafakari. Kuna baadhi ya vitu msiviruhusu sana kwenye maisha yenu. Maana mnaruhusu adui aingie kwenye maisha yenu. Jaribuni kumlaani huyo shetani. Mimi niwakumbushe kitu kimoja. Na mtu yote ambaye anaimudu ndoa ni yule mvumilivu. Lakini kama huna uvumilivu kwenye ndoa, I say, ndoa ni chungu zaidi ya pilipili. Mimi nikuombe kitu kimoja shemeji yangu. George ni mwanaume. Na kuna wakati George anatakiwa atoke akatafute. Anapokwenda kutafuta ni kwa ajili yenu nyinyi wawili. Sio kwa ajili yake, kwa maendeleo yenu wawili. Sasa ukimbana huku ukamzuia asitoke, unategemea mtakula nini? Okay. George na wewe unatakiwa ukumbuke huyu ni mke wako. Anapovionyesha ni kweli anaashiria na kupenda. Mtu yote anayekupenda lazima awe na wivu na wewe. Kwa hiyo sasa kama ni wivu na huu wivu usiwe wivu mbaya, sasa uwe wivu mzuri. Shemeji, mwache George akatafute. Rama, hakuna kitu ambacho wewe unakijua. Naona kama ninavyoongea unahisi kama nakufokea, na unahisi kama nabawaje. Hakuna unachokijua, unaweza na wewe pia ukaenda, sawa? Unaweza ukaenda. Sasa George, umemwona? Sasa George, unakwenda wapi? Mimi nimekuja kwa ajili yako ndugu yangu. Sasa nisikilize, niko na chombo hapo, tutaondoka wote, nisubiri. Shemeji, umemwona anaondoka. Maana ananidharau mimi. Nachokiongea hapa mimi ni ujinga. Yeye anaondoka anaenda. George nenda. Wewe nenda tu. Alafu utarudi utanikuta huko ndani nitakuonyesha. Wewe ni mwanamke. Wewe ni mwanaume. Mimi sijapenda ulichokifanya. Mwanaume siku zote lazima akatafute kwa ajili yenu. Alafu kitu kingine shemeji, huyu ni wa kwako, ataenda huko, atazunguka we, lakini mwisho wa siku atarudi tu hapa. Anachomoka wapi huyu? Sijafanya ili apende. Unaweza ukaenda na wewe. Mimi nakuomba unisamehe kama nimekukosea sehemu yoyote ile, lakini mimi ni mshauri tu. Mshauri siku zote huwa uawe. Lakini jambo moja tu shemeji yangu, unayoyafanya sio. Hii ndoa yako unaweza ukaivunja kwa mikono yako miwili kwa utaratibu unaotengeneza wewe. Hebu nenda bwana wewe, kwa ndoa gani? Haya, lakini mimi nakwambia kwa sababu ni mwanaume, unapomzuia na wewe unayoyaombea yanaweza yakaja yakatokea kweli. Kwa ndoa gani bwana na wewe? Hebu kwenda huko. Ndoa. Naona tumezungumza mengi Nisije kusahau jambo la msingi kabisa. Mwenzako ameniambia unataka kufungua biashara. Sijui ni biashara gani hiyo, na una uhakika kwamba hiyo biashara itakupa faida? Ni kweli baba,
tulikaa na mwenzangu tukashauriana, kwa sababu ya tunatarajia baraka siku so nyingi, siku za usoni. Kwa hiyo tukashauriana labda tujiongeze tutafute vitu ambavyo vinaweza tukafanya tukawa bize. Kwa hiyo tukapata wazo, nikamletea wazo mwenzangu kwamba tufungue kitu kama biashara. Nikampa biashara ya, nafikiria kufanya biashara ya kuuza nafaka, hususan mchele, kwa sababu ni kitu kidogo ambacho nimekuwa nikikiona nyumbani kuanzia nikiwa mdogo mpaka mtu mzima. Kwa hiyo ni kitu ambacho kidogo nakifahamu, lakini pia hata in case ikatokea nimepata changamoto ni rahisi kupata msaada. Sasa kwa nini umeamua kufanya biashara ya nafaka? Kwa nini usifanye biashara nyingine? Nafikiri mzee, ni kwa sababu ndo kwanza naanza biashara. Kwa hiyo nilikuwa na uoga kidogo wa kupoteza mtaji, lakini kwa uzoefu kidogo, biashara ya nafaka uzuri wake ni kwamba hata ukipata hasara kiasi gani, mtaji wako unakuwa unabakia pale pale. Mtaji mara nyingi ni ngumu sana kufa kwa mtaji. Kwa kidogo, kwa sababu nimeona ndo naanza, nikaona sio mbaya nikianzia huko, alafu ni kitu ambacho naweza nikapata hata msaada kwa haraka, kwa sababu ni kitu ambacho kimekuwa kikifanywa nyumbani mzee wangu. Okay, sawa. Mimi niliona tu nikusikilize. Sawa. Lakini una account? Account ya benki? Hapana. Nenda kufungua account. Ukishamaliza unitumie hizo namba za account. Then nitadeposit hizo hela benki. Lakini hakikisha kwamba unafanya kazi kwa umakini ili uweze kulea familia yako, sawa? Mimi mzee wangu, mimi niseme nashukuru sana kwa hii fursa, maana kwangu ni kubwa hii. Baba, mimi niseme asante, mama niseme asante, na niwaahidi tu kiukweli nitatumia kwa manufaa ya kwangu. Naam. Naona baba ameamua kuwasaidia, si ndio? Sasa sikia, hizi pesa ambazo unakwenda kupewa haujapewa kwa ajili ya manufaa yako. Mimi sioni kama kuna kitu unaendelea kushukuru hapo. Ni nini unachoshukuru? Hii hela uliopewa sio kwa manufaa yako. Umepewa pesa kwa niaba ya binti yangu, na umepewa kwa ajili ya kumfurahisha binti yangu. Ni nini unachoshukuru zaidi hapa? Mama, funga mdomo wako. Yaani tena wewe funga, maana hujui unakokwenda na haujui kitakachokupata. Kijana, yaani ninachokijua ni wewe utafute, na sio huyu aje akutafutie nyumbani kwao. Unapaswa kusimama kwa miguu yako mwenyewe. Wewe ni mwanaume. Mbona unaonekana kabisa, kwa muonekano wako ni mtu mwenye nguvu kabisa ya kufanya kazi, ambaye kesho anategemewa kulea familia. Kwa hali hii kuna familia utailea kweli wewe? Au ni wale wanaopenda kulelewa? Yaani umeona haitoshi, unaambia nenda kachukue hela. Tena ulivyo una dogo una haya. Eti mnaongozana wote kwa pamoja, mnakuja kuomba pesa. Ni wapi umewahi kuona baba alimwambie? Ni wapi umewahi kuona mwanaume anakwenda kwa wako kuomba hela? Hizo pesa na uchungu nazo. Umechuma ukiwa na mimi, haujachuma ukiwa peke yako. Leo hiweje unakuja kumpa mtu, ni umempa tu umempa. Unafikiri umempa Halima hiyo pesa? Haujampa Halima. Kwa taarifa yako nakwambia haujampa Halima. Subiria utakachokiona kwa huyu jamaa. Subiria utakachokiona kwa huyu kijana. Iko hivi. Hebu sogeza mguu nipite. Chua mguu nipite. Chozi ni ishara ya maumivu ambayo mdomo hauwezi sema mama. Na mapenzi yameumbwa ila pesa zinatafutwa jua. Mvua yangu jua nazisaka nije kura mama. Na huku wazazi wako hawataki baby uwe nami,
sababu maokotokoto opesa mama, wanachotaka niwe na dondo nikupate wewe. Marenji, magari ya kifahari, oh mama oh, mimi sina mama, niombe nyumba baby, misauzi ya bei gani inatafutwa, kikubwa tumerizia tumependa. Mnanili, punguza sauti hapa mwanangu, tuchakate mbio mbio hapa. Mbona kama umepoa? Umeniingiza kwenye hisia sana. Ndugu yangu, ndio unafikiria hata mimi movie nimeangalia, unafikiria hata akili iko hapa? Kichwa kinauma. Hapa naumiza akili tu ndugu yangu. Sasa mzee, mbio mbio hapa. Kama nilivyokuambia, mzigo tayari umeshawekwa. Muamalo umesoma. Niko serious, yani wako speed sana. Hapa sasa haraka haraka nilikuwa naumiza akili. Idea ambazo nilikuwa nazo ndio maana nimeziandika kwanza, nataka tuzichakate na nini tuone tunaanzia wapi. Ambapo hapa na idea kama lakini ya kwanza kabisa nilikuwa nafikiria idea ya mchele. Kuuza mchele. Nichukue mchele Kahama au niongee na wadau, lakini ishu kubwa kwanza nilikuwa nataka niongee na Bi Mkubwa. Kwa sababu Bi Mkubwa si unajua biashara anaifanya, japokuwa soko ule ukubwa, lakini nahisi naweza nikapata nondo kwake hapa. Ni jambo zuri sana hili. Yaani ni zuri mno. Lakini kitu kimoja. Yaani ambacho kinahitajika kwako. Okay. Kwa sasa hivi hakikisha unafanya maamuzi sahihi. Sio, unanielewa? Fanya maamuzi sahihi. Usimsikilize sana mwanamke. Kuna wakati msikilize, lakini kuna wakati panahitajika maamuzi ya kiume sasa. Wewe kama mwanaume. Sio maamuzi ya kisichana, maamuzi ya mwanaume. Wewe unatakiwa kuchukua maamuzi magumu sana. Na tena yawe ni maamuzi ya busara yenye kuleta mafanikio kwenye mchakato huu. To some point unajua uko sahihi sana. Maana kwanza, unajua kwa nini nimetumia hata nguvu kubwa sana kwenye hichi kitu? Yaani kwa kifupi na ukweli ndugu yangu. Mimi biashara ya mazao sijui. Na wala kwanza siipendi. Yaani kabisa ni hata iko rohoni kwangu. Lakini sasa ndugu yangu, yaani wakati nimeenda kwa wale wazee kuchukua hii pesa, wale wazee wamenipiga mkwara ram. Wale wazee wamenichimba biti kiasi cha kwamba nikizingua kidogo ndugu wangu nimekwisha. Yaani hapa mimi nafanya tu kwa ajili ya kumridhisha Halima, kuridhisha familia yake. Mimi hata sijui kitakavyokuwa, lakini anyway hivi hebu fikiria Ram, ningechukua tuseme hii hela yote nikaingiza kwenye hii issue yangu ya picha, tuseme nikafungua ofisi ya kupiga picha za indoor, nikawa nachukua tenda mbalimbali. Unajua ukiwa na ofisi kidogo mtu anakuheshimu. Sasa ndugu yangu, uone kwamba itakuwa ni simple sana. Kwa sababu ni kitu tayari nakijua. Ni kitu ambacho ninakifanya. Ni kwamba tunaenda kukifanyaje? Kuki-upgrade. Kwanza mzee wangu mimi nikupongeze. Yaani nikupongeze vizuri kabisa. Lakini mimi naamini sasa hii ndio fursa kwako wewe, lakini ni fursa kwangu pia, japo ni kidogo. Lakini naamini pia ni kwangu pia hiyo fursa. Mimi nataka nikushauri wazo zuri tu. Unajua George, maisha ya leo watu tunatakiwa kutumia sana akili ili kuingiza vipato. Very true man. Very true. Wewe achana na habari za kuwaza sijui kwa atasema nini. Wewe unajua ukishafanikiwa watajileta. Wao watakuja wenyewe. Kaka, na usijali kuhusu hicho kitu. Kwa sababu mimi naamini pataenda kuleta manufaa hapo katikati hapa. Mimi nilikuwa nafikiria kitu hapa. Unajua mimi na kakangu anakaa China. We. Unashangaa? Kule ndo makazi yake kule. Sio, umenielewa? Kwa hiyo sasa mimi naweza nikaongea naye, nikamwambia bro bwana tunataka kufungua ofisi. Umeona Akatafutia kamera nzuri tu ya kuanzia ya milioni
2 something like kitu kama hicho. Milioni 2. Brother, mimi sijawahi kukuangusha. Sijui unanielewa? Milioni 2. Alafu hiyo milioni 3 itakayobaki sasa. Tutatafuta kama ni frame, tutalipa, alafu kuna lens hapo. Kwenye hii milioni 2. Milioni 2 hapo. Sio masiara basi. Brother, mimi sijawahi kubahatisha mipango yangu. Sijui unanielewa George? Mchukue kwanza. Ram, mwacha masiara. Hivi uko serious kabisa kwamba hii kamera mwana milioni 2 tunapata kamera na lens? Kaka, mimi nakuaminisha ni kitu ambacho kinawezekana muda wote na saa yote. Awe. Kwenye frame tunaandika bango moja kubwa hapo nje. Tunapiga picha, tunashoot na video. Kaka, wewe kazi yako ni ya kufunga jicho moja hivi. Unapelekwa shambani? Kaka. Safi kaka. Sasa mimi kwanza nikushukuru kwanza kwa kunitoa uoga. Yaani mwanangu, mimi kiukweli nafikiri umeujua moyo wangu. Wewe ni mshikaji. Kama ni kweli Ramu tutapata mfano kama unavyosema kamera kwa gharama hiyo ya milioni 2 pamoja na lens. Kaka, mimi niamini na kuapia hivi. Tunapata pamoja na lens. Utakuja kushuhudia kwa macho yako mawili. Basi mimi naona hiyo safi. Kwa sababu gani? Mfano hapa nikatoa hiyo milioni 2 nikakupa, alafu hiyo hela nyingine, the rest of the money mimi nikaingiza kwenye issue zangu, tukatafuta frame hiyo milioni 3, nikafanya vitu vya msingi. Kamera ikija tayari na ofisi. Tayari tunataka nini tena sasa? Mimi nafikiri inaja hata kupoteza muda. Mimi si hapa, issue ni simple. Hili limeshaeleweka kaka. Sasa mimi sitaki George baadaye unakuja unakuja tena mawazo yako mengine, mwanamke kakwambia kitu gani hapo George, mimi na wewe tutagombana. Hawezi kwamba mwanangu wa Lima anaweza kazingua. Sije kama msalamu mkubwa ujue. Wewe George bana, mimi kuna wakati pia nashindwaga hata kukuelewa. Yaani watu tumetoka kuzungumza hapa. Sawa? Kiwanaume kabisa. Yaani unataka tena kuharibu sasa. Yaani tumeanza vizuri, unataka tena kuharibu mwishoni sasa. Yaani mimi sina maana mbaya. Wewe Ramu hujanielewa, lakini acha kuchukua maamuzi kama msichana, chukua maamuzi kama mwanaume bro. Okay. Let me agree with you. Nimekubaliana nawe. Mana moyoni umeondosha imani. Nawaza pengine nisinge kujua wewe na matatizo yangeondoka humu ndani. So kwamba mimi sina wakumlilia shida, ila wewe nikaamini wewe ndo rafiki wa kufa kuzikana. Kumbe wewe body friend. Kumbe wewe body friend. Na kumbe